Mambo vipi guys, it's your boy Rick Shabi Vlogs as usual as normal. Leo nimeingia kwenye live tena. Niko nataka nikuonyeshe kitu, jinsi gani ya kutumia au kuplace order sokoni. Jinsi gani ya kuplace order sokoni, ya kufungua order, ya kununua au ya kuuza. Unapofungua MetaTrader yako kama hii. Unapofungua MetaTrader yako, tushaelezea vizuri, broker ndio anayekuwezesha wewe kuingia sokoni. Usha login account huko. Umesha deposit pesa. Unataka utrade, utafanyaje? Unapofungua soko kama hivi. Pap. Kitu gani ambacho utakuwa unakifanya? Tuseme umeshaona wewe soko hili lazima lije ligeukie wapi? Lazima lije ligeukie hapa juu. Lazima lije ligeukie hapo juu. Kuna option mbili ya wewe kuingia sokoni. Option ya kwanza ni manually, kuingia sokoni manually. Option ya pili ni kuingia sokoni automatically. Ninavyosema manually ni kusubiri wewe soko lifanyaje? Lije hadi hapo, alafu uplace order za kusell ili soko lifanyaje? Lidondoke kwenda huko, utengeneze hela. Hii ndio nini? Manually inaambatana na kitu gani? Unaona huku juu kabisa, huku kulia kwenye hii nyekundu na blue, hapa juu hapa. Hii one click trading, hii hapa juu kabisa hii. Ukifungua hii utakuta na nini? Utakuta na sell na buy. Sasa wewe unajua soko hili linakuja wapi? Linakuja hapa juu. Kwa hiyo utasubiria market ifike hapo ndo ufinye nini? Ufinye sell ama ufinye buy. Na hapa kuna kitu kile kinaitwa lot size. Lot size. Ninavyosema lot size ni stake. Kwa wale wanaobeti wale, tunamaanisha stake. Unataka utumie stake gani? Ndio maana katikati ya hii sell na hii buy, hapa kuna nini? Kuna hizi namba ambazo zina kamshale kakurudisha chini na kuna mshale wa kupandisha wapi? Wa kupandisha juu. Unapotaka kuongeza stake utafinya nini? Utafinya hapo, utachagua utumie 0.2, utumie 1, utumie 0.9, utumie 1.1. Umeona? Hizo ni stake. Au ukitaka unakuja tu hapa unafuta. Unasema mimi nataka nitumie stake ya 1. Utaandika hivyo, utafinya sell au buy. Haya. Hivyo tushajua jinsi ya kutumia stake. Wewe una mtaji mdogo. Unataka utumie stake kubwa. Utaondoka sokoni, soko litakubabua tu mzee. Litakufanyaje? Litakuchomea account. Ndio maana tunasema tu balance nini? Tu balance stake sokoni, Tutumie stake ndogo kama una mtaji mdogo. Sasa tumeshaweka hiyo 0.1. Ethereum imekuwaje na 0.1? Sio 0.01 tena. Okay, tutumie hiyo 0.1. Unapokuwa na 0.1 unataka kuweka order hapo. Nishasema manually utasubiri soko lifike wapi? Lifike hapa juu kwenye hichi kijedwali, ufinye kama ni buy ama ni sell. Lakini automatically ukitaka kutrade automatically utafinya nini? Aka kapili aka kasaa aka pending order kameandikwa hapa. Utafinya hapa pap. Ukifinya hapo utasema wewe si unataka soko lije ligeukie hapa juu. Kwa hiyo utachukua hiyo order yako utaileta wapi? Utaileta hapo juu pap. Utaiweka hivyo. Stop loss itakuwa ni wapi? Ukija huko chini utaona sasa kuna stop loss, kuna ETP. Stop loss ni kusimamisha hasara. Yaani hasara yako ni kama vile mkulima amelima. Alolima mahindi. Wanapoingia panzi shambani kwake, yule mkulima hawezi akawaambia wale panzi kwamba jamani naomba mle eka moja alafu muondoke. Yule mkulima hawezi. Ndio maana tunasema hii biashara yetu ni nzuri. Kwa sababu gani? Inakufanya wewe uchague unataka uingie sokoni kwa riski gani. Mkulima hachagui nini? Kwamba kula mahindi eka moja panzi, naomba mle mahindi eka moja alafu mniacheze ekari 10. Oya, panzi wakiingia watavuruga mzee. Au mwambie ng'ombe, oya ng'ombe, umeingia shambani kwangu, naomba ule mahindi
robo tu uondoke. Ng'ombe akiingia atakanyaga kanyaga, kama kuna maharage, kama kuna nini atakanyaga. Sasa sisi huku kwetu tuna stop loss, simamisha hasara. Tutafinya hapa stop loss. Stop loss yetu tutaiweka wapi? Tunasema hivi, tushakuwa na uhakika kwamba hii market ikichukua order hapa, hii market ikichukua order hapa, haitakiwi kuja kuvuka wapi? Kuvuka hapa juu. Kama haitakiwi kuvuka hapa juu, hapa ndo tutaweka nini? Stop loss yetu, kwamba ikivuka hapa tayari market inakuwa imetengeneza kitu kingine, itakuwa na muendelezo wa kwenda hapo, kwenda juu, si ndio? Kwa hiyo tutaweka order yetu, ile pending order yetu hapo. Stop loss yetu tutaweka wapi? Tutafinya SL, tutaweka hapo juu. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa hii market ikifika hapa juu itachukua order yangu. Ikipitiliza ikienda huku juu ikagusa stop loss, soko litanitoa sokoni automatically. Yani broker ambaye amekuingiza wewe sokoni atakutoa sokoni automatically. Simu yako iwe imezima, simu yako iwe imewaka, uwe sehemu yenye network, uwe sehemu haina network, as long as umeplace order sell limit ukaweka na stop loss, that means wewe utafanyaje? Soko likienda direction ambayo sio yako, stop hasara. Na faida yako itakuwa ni wapi? Unataka utarget hapa chini, hizi lowest point huko chini. Utafinya TP hapa, take profit, TP, take profit. Chukua faida. Utaweka zako wapi? Huku chini kabisa huku. Utasema hivi, hii market ikichukua order hapo juu, ikiingia ikichukua order hapa, ikadondoka ikafika huku chini. Ikichukua order yako hapa, ambapo stop loss yako umeweka wapi? Stop loss yako umeweka hapa juu. TP yako umeweka huku chini. Huku chini, huku. Ikichukua order hapa, ikatembea hadi huku chini. Uone kwa umetengeneza dola ngapi? Dola 13. Kwa hiyo soko litakutoa sokoni automatically. Yaani wewe order yako itachukuliwa na soko litakutoa sokoni automatically bila wewe kuliactivate, bila wewe kufanya chochote. Hata kama simu yako imezima. Na hizi mara nyingi huwa natumia kama niko na safari au sasa hivi mimi ni pro. Kama ni pro, si kai muda wote sokoni na likodolea macho soko, macho ataniuma. Kwa hiyo naweka order zangu hapo juu, naweka stop loss yangu hapo, naweka target yangu wapi? Huku chini. Nafinya nini? Aka kamshale. Ngoja nitumie stake kubwa kwa sababu hii stake ni ndogo. Sasa mimi natumia nini? Ngoja nitumie stake kubwa ambao ni lot ya ngapi? Lot ya 1. Siwezi nikatarget dola 13. Kwa nataka ni target dola 137. Ila ni risk dola ngapi? Ni risk dola 23. Ngoja nitumie 1.11. Hii hapo. Ni risk nitafute faida ya dola ngapi? 152. Na stop loss yangu hiyo ni dola 26. Kwa hiyo mimi nikishamaliza hapo tafinya huko aka kamshale ka blue huko. Au tafinya tu hapa place sell limit. Lakini ukifinya aka kamshale itakuleta hapo, utafinya nini? Place sell limit, utafinya zako hapo. Kwa hiyo sasa mimi order yangu sasa hivi ishafanyaje? Iko sokoni. Kwamba na risk dola 26, target yangu ni dola 52. Lakini hii Ethereum ni kama itadondoka vibaya mno. Nawaambia wazee, hii Ethereum itadondoka vibaya mno. Kama itadondoka vibaya mno, mimi natoa stop loss hiyo. Natoa nini? Natoa stop loss. Kwa sababu hii ikichukua hapo lazima idondoke. Lazima ije idondoke. Kwa hiyo mimi nitatoa tu stop loss hii. Market ifanyaje? Idondoke. Nitachukua tu mimi mwenyewe, nitakapoona profit inanitosha tafunga. Kwa hiyo market nishaweka order, kwa hiyo order itakuja wapi? Itakuja hapa kwenye trade. Kwa hiyo na orders mbili. Na order ya Bitcoin na order ya nini? Ya Ethereum. Hapo nadhani tuko sambamba wazee. Tuko sambamba. Kwa hiyo hapa sasa mimi nakuwa nimefanyaje? Nimemaliza kuweka nini? Order. Haya. Kuna kitu kingine. Kuna hii nisha kuelezea kwamba unaweza ukasubiria soko likaja hapa, ukafinya hapa, ukaingia soko manually, au ukafanyaje? Ukatumia ile soko automatic, yani soko lijiactivate automatic. Sasa kwenye automatic pale kuna sell limit na kuna buy limit. Buy limit ni kama unaamini soko litakuja hapa chini, alafu liende wapi? Liende juu. Utatumia nini? Utatumia hii buy limit. Tuseme unaamini hii soko ikifika hapa itagusa order. Ngoja ni zoom hapa. Ikifika hapa kwenye hichi kidude hapa humu ndani humu itagusa hizi order pap.
Afu iende wapi? Iende juu. Kwa hiyo mimi nitaweka buy limit na stop loss yangu nitaweka wapi? Nitaweka hapo chini. Kwa hiyo utakuwa nimeriski $10. Market ikija ikichukua order hapo, ikitembea huko juu. Mbona umenipeleka mbali? Ikitembea hadi hapa, mimi nafanyaje? Nakuwa nimetengeneza hizo $40, lakini nimeriski $10. Sasa hiyo ni buy limit. Haya, ukiachana na hiyo buy limit, kuna kitu kingine kinaitwa nini? Buy stop na sell stop. Hii buy stop ni kwamba una uhakika kwamba hii market ushaifanyia utafiti ukawasema kwamba hii market ikija ikivunja tu hapa juu hapa, ikivunja hapa, basi itaendelea kwenda juu kama umeme, itakimbia vibaya kwenda juu. Kwa hiyo wewe hautasubiria market ije ivunje hapo ndo uingie sokoni, bali utafanyaje? Utaweka buy stop. Hii hapo utafinya nini? Buy stop. Buy stop iko wapi? Buy stop. Utafinya buy stop ambapo utaweka zako entry hapo kwamba hii market ikija tu ikipitiliza kwenda juu, basi ije ichukue nini? Ipite iende intengenezee mi faida, na tipi yako utaweka tu hapo kama ni pips ngapi utaweka, kama ni structure fulani ambao una uhakika market lazima ifike, utafanyaje? Utaweka order yako. Stop loss utaweka zako tena, utasema hivi ikifika huko chini mimi naweka na risk 1 to 1 risk to reward. Nipate $50 nipoteze $50. Kwa hiyo unakuwa unaweka zako tu hivi kwamba una risk $50 upate $50. Hiyo inakuwa ni 1:1. Kwa hiyo utaingia sokoni. Utafinya tena hapa, utaingia wapi? Order yako itawekwa sokoni. Kwa hiyo hii market ikija kispike ikipitiliza kwenda juu, mimi nakuwa natengeneza hela. Lakini ikija ikichukua hii order ya sell limit ikienda chini, mimi nafanyaje? Natengeneza hela. Kwa hiyo tufute hii ya buy stop. Tufute hii ya buy stop. Alafu baada ya buy stop kuna kitu kingine kinaitwa sell stop. Sell stop hii hapa. Una uhakika kwamba soko litaendelea kwenda chini. Tuseme kama hapa. Sell stop tunatumia hivi. Mimi Ayatola ninavyokuza account. Tuseme hii account mimi na $29. Hii beginner anaona hii sio hela. $29 anaona hii sio nini? Sio pesa kabisa, na ki account kina $29. Ngoja nikaichome hii account. Hapana, mimi $29 mimi siiangalii kama $29 unavyoiangalia wewe. Hii mimi naiona ni kama $2000. Au unaweza nikaiona hii ni kama $200 kwa return ambayo itaenda kunipa. Kwa hiyo mimi taithamini, tatafuta setup ambayo imenyooka ili $29 isipotee mzee. Sasa nishajua hii Ethereum itafika kwanza hapa, itachukua hii order ya hapa juu, itaendelea kudondoka. Ikishachukua hii order, mimi si nimelala. Ikishachukua hiyo order, mimi naweza nikasema hivi, ikichukua hiyo order hiyo, TP yangu si huku chini, au ngoja tutoe tu TP, iwe ni open TP. Sasa nikishaweka hivi, najua market lazima ije ichukue entry hapa idondoke kwenda chini. Kama lazima ichukue entry hapo idondoke kwenda chini na uhakika, mimi nitaweka nini? Ndio taweka zile sell stop. Nitaweka sell stop. Iko wapi sell stop? Sell stop kwamba hii market ikichukua order hapa, ikija ikichukua entry yangu hapa juu pap, ikaendelea kudondoka. Kwa sababu hapa nimeingia kwa lot ya moja na account yangu ina $26. Nimeriski $26 na ndo niko nayo. Siwezi nikaingia lot ya 20 wakati mimi account yangu ina $26. Kwa hiyo utaingia kwanza kwa lot ambayo inaendana na account. Alafu the more trade ikishachukuliwa ikianza kutembea kwenda uelekeo wangu, sasa mimi ndo taanza kuzipanganisha nini? Sell stop. Utaweka sell stop. Pale si nimetumia lot ya moja. Hii sell stop inayofuatia mimi nitatumia lot ya ngapi? Ya 5.55. 5.55. Hii hapo nita place trade hapo. Sasa tutasema hivi, market ikiendelea tena kwenda chini huko, mimi naendelea kufanyaje? Naendelea kuweka order. Yaani nataka hii account ikuwe hiyo dola 25 hiyo, dola 29 inipe faida ya dola 1000. Inawezekana. Ndio maana tunasema forex ni knowledge. Huku hatu trade kwa hisia. Tutaweka nini? Sell stop. Iko wapi sell stop? Tutaweka zetu sell stop hii hapo, tuta place tena trade nyingine. Kuona kuwa nisha calculate kwamba hii market ikichukua order hapa, ikija ikichukua hii entry yangu hapa ya kwanza hii, ikishachukua kama nilikuwa na $29, hebu tuone $29 ikitembea hadi hapa takuwa na dola ngapi? Ikitembea hadi hapa takuwa na dola kama 50.
Kwa hiyo 50 jumlisha 29 itakuwa ni ngapi? Itakuwa $80. Kwa hiyo ile 80 ikija ikiactivate na hii order nimeweka buy stop hapa. Nimeweka hii sell stop. Ngoja nifute hii, kwa nini nimeweka buy stop? Nikifinya kwenye hii ikipitia hii sell stop, inamaanisha mimi nitafanyaje? Ile itaendelea kunitengenezea tena faida kwa sababu equity yangu itakuwa ni kubwa. Margin itakuwa ni nini? Margin yangu ni kubwa tayari. Kwa hiyo soko litaendelea kunifavor mimi. So market ikishachukua hii order yangu, ikiendelea hapa ikaactivate hii order, stop order, ikaendelea tena kwenda chini huko, mimi najua TP yangu ni mbele kabisa huko chini, nitaendelea kuiongezea nini? Nitaendelea kuiongezea hizi sell stop. Nitaweka tena hapa, tasema hii nitaiwekea nini? Sell stop. Iko wapi sell stop? Nitaweka tena sell stop hii hapo nyingine. Nitasema tena hii hiyo sell stop ikichanganya hapo, nitakuwa na uwezo wa kutumia lot ya 10. Nitakuwa na uwezo wa kutumia lot ya 10. Nitaweka tena 10.01. Nitakuwa na uwezo wa kutumia lot ya 10. Nitaweka tena hapo lot ya 10, si ndio? Hivyo nitaweka tena nini? Sell stop. Nitaweka tena sell stop. Kwa nini nimeandika 6 hapa? Tutumie lot ya 10 hapa. Kwa nini unaingia lot ya 6? Tutumie lot ya 9. Tutumie hiyo 6.66. Nitaweka tena nini? Nitaweka tena sell stop hapo. Kwa hiyo hivi ndio mimi ninavyokuza account. Kwa market itakuja itachukua hii order hapa. The more itakavyozidi kudondoka, inazidi inaziactivate hizi order zangu za humu njiani. Kwa hiyo mimi hadi market inafika TP $29 haitakuwa tena $29 au haitakuwa $150 kwa sababu hapa nilikuwa na target nikiweka TP hapa profit yangu inatakiwa dola ngapi? 150. Haitakuwa tena $190 nikijumlisha na ule mtaji. Bali kwa kuwa imeactivate hizi order itakuwa ni zaidi ya hiyo mzee. Unaweza kujikuta uko na $700, $600. Hivi ndio tunavyofanya nini? Tunavyofanya hii biashara yetu. Nadhani video ina dakika 17. Nimeelezea vizuri sana. Hivi ndio matumizi ya nini? Ya order yanavyofanyika. Kwa hiyo utazifuta hizi. Nitaziweka hizi sell stop. Nitaweka baada ya soko nikiona limechukua nini? Order yangu pale. Ikianza tu kudondoka, nipo kwenye profit, nitaweka pending order huku chini. Nitaweka nini? Stop order. Ili market ikiendelea kwenda chini izi activate hizo order zangu. Kwa hiyo naomba tu subscribe, to turn on bell notification. Peace out. Huyu ni Ayatollah mtu mbadi. Ayatollah Rick Shabi. Kama bado hujajiunga kwenye group langu la Strait of Hormuz, finya link ipo kwenye bio. TikTok kwangu, linki kwenye bio. Kwa hiyo video inayofuatia ni kukuonyesha jinsi gani utakavyofanya analysis kwa kutumia MetaTrader. Maana watu wengi hawajui hata kuweka hii mistari hawajui kabisa, yani hizi shade hawajui, au kuweka hizi hawajui kabisa jinsi gani ya kufanyaje ya kuziapply. Kwa video inayofuatia ni jinsi gani ya wewe kufanya analysis kwa kutumia nini? Kwa kutumia MetaTrader. Sio lazima ukatumia TradingView. Inabidi kazi yako iwe smart. So umechola mistari mengi yanakuwa matakataka. Ndio maana nawaitaga takataka hizo zingine mnazo trade. Nyingi zinakuwa ni takataka. Kwa hiyo hizo zote inabidi ufanyaje? Uachane nazo. Kwa hiyo tuendelee kusubiria hii trade ikiwa activated tu. Tutafanya mambo mengine. Video nyingine itakuja. Video nyingine inakuja. Subscribe ili nikiposti tu uione hiyo video. Peace out. It's your boy Rick Shabi Vlogs.